Karibu kwenye sehemu ya mwisho ya ndugu zangu wamevunja ndoa yangu, na hii ni sehemu ya 3, na imani umekuwa nasi tangu mwanzo. Na kama ndio unaona video hii kwa mara ya kwanza, basi fuatilia video za simulizi nyingine nyuma kwa sehemu ya kwanza na ya pili, na kisha uweze kuendelea kwa sehemu hii ya 3. Baada ya kujiunga na Advance, Siza alihamia shule ya bweni mbali na nyumbani. Ilikuwa ni hatua mpya yenye changamoto na matumaini. Alijua safari hii haikuwa rahisi, lakini moyo wake ulikuwa umeimarika kuliko hapo awali. Maisha yaliyomuumiza alikuwa amemfundisha nidhamu, uvumilivu na kujithamini. Advance haikuwa kama sekondari ya kawaida. Kulikuwa na shinikizo kubwa la masomo, ushindani wa hali ya juu na mazingira mapya, lakini Siza hakutikiswa. Alisoma kwa bidii, akajitenga na makundi yasiyo na mwelekeo na akajenga urafiki na watu waliokuwa na malengo. Julius naye aliendelea na masomo ya chuo ngazi ya cheti. Waliendelea kuwasiliana mara chache, lakini sasa mazungumzo yao yalikuwa na utu uzima zaidi. Kila mmoja alianza kuonesha ukomavu wa kufikiria maisha kwa jicho la baadaye. Kadri ya miaka ilivyoendelea, hisia zilivyokuwa zimefifia polepole zikaanza kurudi. Siza alipokuwa likizo walikutana mara kadhaa. Mazungumzo yao yalikuwa ya heshima, ya ndoto na ya mipango mingi. Julius alianza kumuonesha Siza kuwa bado anamjali. Siza hakukimbilia, alimwambia wazi, kama safari hii tunaianza iwe ya heshima. Nimejifunza mengi, sitaki kurudia makosa. Julius akamwahidi kuwa safari hii atakuwa mwanaume wa kusimama imara bila kuyumbishwa na mtu yeyote. Baada ya Siza kumaliza Advance na Julius kumaliza chuo, waliamua kufunga ndoa. Wakiwa vijana wadogo, lakini ndoa yao ilikuwa ya furaha japo si ya kifahari sana. Siza aliona kama ndoto yake ya zamani imepata nafasi ya pili. Alijipa moyo kuwa wakati mwingine Mungu hurudisha kilichopotea kwa njia bora zaidi. Mwaka wa kwanza wa ndoa ulikuwa wa amani, waliheshimiana, walijifunza kuishi pamoja, walipanga na maisha yao. Julius alipata kazi. Siza naye akaanza kutafuta fursa za kujiendeleza kielimu na kikazi. Lakini kama ilivyokuwa zamani, kivuli cha ndugu hakikuchelewa kuingia. Mama na dada za Julius walianza kuingilia maamuzi madogo madogo. Kwanza ilikuwa ni ushauri tu. Usimpe sana uhuru mwanamke. Mwanamke mwema anakaa kimya. Mwanamke akisoma sana humzidi mwanaume. Polepole maneno yao yakaanza kubadilika kuwa shinikizo. Walipoona Siza na ndoto za kuendelea kusoma chuo kikuu, walianza kumchomea Julius. Ukiamua aendelee kusoma, atakuja kukudharau. Mwanamke akipata pesa anakosa adabu. Julius alianza kuyumba. Badala ya kusimama kama alivyoahidi, alianza kuruhusu maneno ya ndugu kumtawala. Migogoro ilianza polepole. Julius alianza kuchelewa kurudi nyumbani, simu zake zikawa za siri, tabia zake zikabadilika. Siza alijaribu kuzungumza naye kwa utulivu. Kama kuna tatizo tuzungumze, mimi ni mke wako. Lakini Julius hakutaka mazungumzo. Alianza kuwa mkali, mwenye hasira, asiye na subira. Baadaye ukweli kujulikana, Julius alikuwa ameanza uhusiano na mwanamke aliyependekezwa na familia yake. Mwanamke ambaye mama yake alimpenda. Mwanamke ambaye alionekana anafaa zaidi. Siza aliumia sana, lakini hakupiga kelele. Alimkumbusha Julius, uliniahidi safari hii itakuwa tofauti. Lakini Julius alikuwa tayari amezama kwenye usaliti. Alianza kuulinganisha, alianza kubeza, alianza kumdharau Siza kwa sababu tu alitaka kusimama kwa miguu yake. Hatimaye siku moja Julius akasema wazi, labda hatuendani, labda nilikosea kukuoa. Maneno hayo yalimchoma kama moto moyoni mwa Siza, lakini hakuporomoka. Alimjibu kwa utulivu, kama nimekuwa mzigo, ni bora uniache kwa amani. Ndugu wa Julius walimsherekea kimya kimya, waliona ushindi. Julius akaondoka rasmi kwenye ndoa. Siza akabaki na maumivu, lakini si udhaifu. Alikuwa ameiva, alikuwa ameimarika. Safari hii hakurudi nyuma kwa machozi ya kujilaumu. Aliendelea na masomo yake, akajiendeleza, akajenga kazi yake. Miaka michache baadaye alikuja kuolewa na mwanaume aliyemheshimu. Aliishi maisha ya amani. Akabarikiwa watoto 2 zaidi. Nyumba yake ilikuwa ya furaha, si kelele za ndugu. Na hii ndio hatima ya Julius kwa upande wake. Mambo hayakwenda kama alivyotarajia.
Mwanamke aliyemchagua kwa ushawishi wa familia hakuwa mtulivu. Kulikuwa na migogoro ya mara kwa mara. Biashara aliyokuwa ameanzisha ilianza kuyumba. Alifanya maamuzi ya haraka bila ushauri wa busara. Marafiki waliomzunguka kwa sababu ya fedha walipotea pale fedha zilipopungua. Familia iliyomshawishi kumwacha Caesar haikuweza kumsaidia alipoanguka. Kila mmoja alikuwa na maisha yake. Mti wake ulimrudishia maumivu, amani ilimkimbia, heshima yake ilishuka, ndoto zake zikaanza kupotea moja baada ya nyingine. Alipokuja kutambua makosa yake ilikuwa tayari ameshachelewa. Caesar alikuwa mbali, si kwa umbali wa kilomita, bali kwa hatua za maisha. Julius alibaki na majuto. Mara nyingi alipojisikia jina la Caesar likitajwa kama mwanamke aliyefanikiwa, moyoni mwake kulikuwa kuna mkumbusho alichokipoteza kwa mikono yake mwenyewe. Simulizi hii inatupa mafundisho mengi, lakini inatufundisha kuwa ndoa inahitaji ulinzi wa wanandoa, si kelele za ndugu. Usaliti hauharibu tu mtu mmoja, bali huvunja hatima. Pia mwanamke anayejitambua anaweza kuanguka mara 2, lakini akasimama mara ya 3 akiwa imara zaidi. Caesar hakushinda kwa kulipiza kisasi, alishinda kwa kujijenga. Julius hakushindwa kwa sababu ya ndugu tu, alishindwa kwa sababu aliruhusu usaliti na udhaifu vitawale maamuzi yake. Wakati mwingine si ndugu wanaovunja ndoa, ni mtu aliyechagua kusikiliza sauti zao kuliko sauti ya dhamiri yake. Na huu ndio mwisho wa simulizi hii ya Ndugu Zangu Wameivunja Ndoa Yangu. Karibu kusikiliza simulizi nyingine. Usisahau kucomment, kusubscribe, kulike na kushare. Uwe mwanafamilia ndani ya Jayz Media.